Tunapoenda kumwabudu Mungu, neno Mungu linasema kwamba waabuduo halisi inawapasa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Haleluya. Kwa ukweli wetu kwenye maisha ya kwetu inategemeana na sisi kwa namna gani tunamwabudu Mungu. Haleluya. Kwa hiyo tunapofikia kwenye wakati wa kumwabudu Mungu, hebu mioyo yetu tuipeleke kwake. Haleluya. Usiwaze mawazo mengine, lakini muwaze Mungu alivyo, ni kwa jinsi gani anafanya maisha yako jinsi ulivyo, ni kwa jinsi gani amelipia gharama ya wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Tutaenda kumwambia Mungu utukufu na heshima ni vyako. Haleluya. Haleluya. Utukufu na heshima vyote ni vyako wewe, wastahili, wastahili. Uliacha enzi yako na mamlaka yako mbinguni, ukashuka kutukomboa. Wastahili utukufu, utukufu na heshima yote yako wewe.
ikawa tabia moja ya kwetu. Mungu wangu, uwepo wako umenifunika. Mahali hapa ni pazuri kama nini. Mungu wangu, uwepo wako umenifunika. Uwepo wako umenifunika. Uwepo wako ataunganisha. Mungu anashukuru kwa neema yako, kwa upendo wako, kwa Mungu
nguvu zako. Ninaamini kupokea, ninakiri kupokea, ninaamini nguvu ya Mungu inanisaidia kwenye maisha yangu. Ufahamu wangu unapata kuelewa na kufahamu siri za Mungu kwa viwango vipya katika ibada ya siku ya leo, katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. As you worship, as you are blessed, you can go there and sing. Hallelujah. Kwa wewe unayetufuatilia kwa njia ya Facebook, God bless you. Kuna maelfu ya watu, you can see, kuna maelfu ya watu wanaofuatilia huko mtandaoni, kina Enoki, kina Godwin, and all of you are following us. May God bless you so much. We are going to have a wonderful time to learn here. Hallelujah. We are going to have a wonderful time to learn together. For all of us who are here, you can do one thing in order so as you can reach as many people as you can. Kwa wote tulioko hapa, you can do one thing. Wangapi tunatumia Facebook? How many of us are using Facebook or WhatsApp? Kama unatumia Facebook na unatumia WhatsApp, kwa wale ambao una bado, kuna link ambayo tumeshaituma kwenye group tayari, group zetu za RGG Mbeya, ambayo tunafanya ibada ya live sasa hivi. Kwa unaweza kushare status yako, lakini kwa wale wote ambao tuko hapa na tunatamani na sisi kushare na hauna bando, unasema mimi nataka ni share lakini sina bando. Ukiingia kwenye eneo la wifi utakutana na wifi inaitwa The Walking Grace. Password yake ni RGG Mbeya kwa herufi kubwa. Amen. Kwenye wifi pale kuna wifi inaitwa The Walking Grace, lakini password yake ni RGG Mbeya, zote ni herufi kubwa. Alafu unaweza ukashare na watu. Kwa tunaweza tukafanya hilo zoezi kwa uharaka, alafu tuanze kujifunza. Sio kwa ajili ya kuingia kwanza kuperuzi, utaperuzi after the service. Now it's just for the sake of sharing with people. Are we together, guys? So I am super excited for you, all of you who are watching us and all of you are here. Hallelujah. Are we together, guys? Tumeanza mwezi huu kujifunza somo zuri. I don't know if we need a translator here or a person who can interpret. We started to learn a wonderful sermon or a wonderful subject in this month. What we are learning in this month, jambo ambalo tunajifunza kwenye huu mwezi ni somo linalosemaje? The journey of spiritual growth. Safari ya ukuaji wa nini? Wa kiroho. Are we together, guys? So we started to learn this matter and this subject about the journey of spiritual growth. Na tulipoanza kujifunza somo hili tulitazama mambo kadha wa kadha. Hallelujah. Tukatazama jambo la kwanza kabisa in the journey of spiritual growth ni kwamba this journey starts when a person becomes born again. Are we together? Tuliona kwamba the journey starts when a person becomes born again. Ndo safari hii ya ukuaji wa kiroho inafanyaje? Inaanzia hapo. Are we together, guys? Na tukaona mambo kadhaa yanayojitokeza especially safari hii inapokuwa imeanza. Tukaona ni kwamba kuna vitu kama demand of separation, the change of appetites, kwamba kunaanza kujengeka ndani ya mtu uhitaji wa kujitenga, uhitaji wa kujitenga na watu wa aina fulani, lakini appetites zinabadilika. Alikuwa anapendelea vitu fulani vya kidunia, now on the appetite does what? Changes. Are we together, guys? Tukajifunza pia kwenye siku kadhaa zilizopita hapo nyuma kuhusiana na kitu kimoja hapo, kwamba in this journey of spiritual growth, mojawapo ya kitu kinachojitokeza, kuna kitu kinaitwa nini? The confession, ukiri. The confession of this person who is growing in this journey changes. Alikuwa ni mtu ambaye labda akipitia wakati mgumu au akipitia hali fulani. Kwa mfano unajua kuna mtu hatari kitokea, labda kama ni aje asema nakufa mama, lakini sasa huo ni ukiri wa kile kilichomjaa. Lakini the moment this person becomes, anavozidi kuwa anakuwa kiroho, even if that bad thing in some anyhow inajaribu kama kutokea, kuna confession anakuwa nayo. Yaani ndio pale ambapo inawezekana ikawa inatokea kama hatari inataka kutokea, lakini unashangaa mara sasa aliye ndani yangu ni mkuu kuliko aliye katika ulimwengu. So I cannot die. I carry the life of God in me. So nothing can take my life. That is the confession of a person who is growing in the journey of spiritual growth.
Au together men of God. Kwa ukiamua kuto kukua, ndo utakuwa wale wa mama yangu nakufa. Yes, we unakufaje? Kristo anasema mimi nilikuja ili muwe na uzima, tena muwe nao tena. So if Christ came so as you can have life, wewe unasemaje unakufa, my dear friend? You have the life of God in you. You are manifesting the life of God. Ndio maana kuna vitu hata tunavyovipitia ni kwamba just in an anyhow I cannot die. Bwana asifiwe. Kwa hii ni recap ya mambo kadhaa ambayo tulikuwa tukijifunza huko nyuma. Bwana asifiwe. Jambo lingine ambalo nilikuwa nimelielezea especially kwenye hii the journey of spiritual growth. Nilielezea kitu kinachoitwa nini? Obedience, utii. Mojawapo ya kitu kinachojitokeza au kinachotufanya tumpime mtu ambaye anakuwa kwenye nini, kwenye hii safari ya ukuaji wa kiroho. Kwa sababu tunapozungumzia pia safari ya ukuaji wa kiroho, the measurement that you are growing is the stature of Christ you are attaining. Yaani kwenye hii safari ya ukuaji, kumbuka ni safari ya ukuaji, sio safari ya kutoka Mbeya kwenda Dar es Salaam, ni safari ya ukuaji. Kwa kama unakuwa, manake kuna vipimo vya ukuaji. Jumapili nikatolea mfano ya kwamba kwa mfano mtoto mdogo, yaani mtoto mdogo anapokuwa amezaliwa, huyu hapa atake asitake atakuwa kimwili, utake usitake unakuwa. Kwa hiyo wewe ulipokuwa umezaliwa ile siku ya kwanza, ule mwaka uliozaliwa na ile tarehe, umeamua sasa mimi nimegoa, mimi nitakuwa natambaa tu, wewe unatambaa. Yaani wewe utake usitake unafanyaje? Unakuwa. Nikafundisha kitu kimoja kwamba the journey, yaani ukuaji wa kiroho, the spiritual growth is unintentional. Ni jambo linalotokea au ni ukuaji unaotokea ukikusudia na kudhamiria kukua. So if you does not decide to grow up, you cannot grow. Kiroho usipokusudia, usipodhamiria, hauwezi kukua. Tuko pamoja watu wazuri wa Mungu. So if you does not, sasa kwenye hii hapa nimewaambia kuhusiana nini na the start of Christ, ndio kipimo. Kuna vina vya Kristo. Ukisoma kwenye Waefeso sura ile ya 4, Waefeso sura ile ya 4 ukisoma kuanzia mstari wa 11, asema naye alitoa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wainjilisti, wachungaji na waalimu, makundi yote kwa kusudi la kuwakamilisha nini? Watakatifu. Watu wanapaswa kukamilishwa, maana yake sio wakamilifu. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, maana yake kuna perfection hawana. Lakini that perfection they can attain by doing what? By the ministration of those fivefold ministries. Are we together? Amen. Kwa hizo huduma tano zote kutenda kazi, waamini watakamilishwa. Kwa hiyo hapa kukupa habari njema ya kwamba mojawapo ya kitu kinachopaswa kuwepo kwenye safari ya ukuaji wa kiroho ni utendaji kazi wa fivefold ministry. Kama wewe unakana utendaji kazi wa zile huduma kuu tano, basi umekana kukamilishwa na kukua. Au together. Na pale chini anaeleza kwamba ili sisi sote tutakapofikia nini? Umoja wa imani. Alafu anaeleza kitu kimoja cha msingi ambacho nakipenda sana. Anasema na tutakapokuwa katika nini? Katika vina vya Kristo. Maana there are dimensions of Christ ambapo mtu anapaswa kuviattain, ambapo anaviattain kwenye hii safari ya nini? Ya ukuaji wa kiroho. Hii ni recap kwa wale tufuatilia haya mambo ambayo tulikuwa tunafanyaje? Tumejifunza Jumapili 2 zilizopita. Hii ni ya 3. Ni session yetu ya 3 kwenye hili somo. Are we together men of God? Sasa kitu kingine ambacho tulijifunza kwenye last service, tulijifunza ya kwamba kwenye safari hii ya ukuaji wa kiroho tunampima mtu ambaye anakuwa kiroho kulingana na nini? Na utii wake kwenye mambo ya Mungu. Your obedience to the things of God. A man or a person who is growing up spiritually, we can measure or we can determine that you are growing by what? By your obedience. Are we together? Ndio pale ambapo sasa, kumbuka nilikwambia kuna kitu kinaitwa change of appetites kwenye hii safari ya ukuaji wa kiroho. Kwa kuna muda inatokea nini? Unasema hivi, yaani nilikuwa nimekaa tu au ninatembea tu, ndani yangu ninaanza kujisikia kama niombe hivi, najisikia kama nikasome neno. That is an appetite ambayo unaipata. Sasa tutakupima how matured are you kulingana na obedience, because that appetite is God inviting you so as you can have the fellowship with him. Au kuna kitu natakiwa kujiunacho, obedience kwa mtu ambaye ana mature, amekuwa, kuna kiwango cha maturity ameshakiattain, anajua anytime, any moment I hear that appetite, oh my God, this is a moment for me to deal with some things.
Sasa sikiliza. Kuna hiyo hapo ya kusikia appetite. Mtu mkomavu sasa hahitaji appetite ili tu kila yaani wachanga ndio wale wasema hivi, na mpaka nijisikie kuomba ili niombe, mpaka nijisikie kusoma neno ili nifanyaje, nisome neno. Hao ni wachanga. Mtu mzima ni yule ambaye ameshaelewa neno la Mungu. Kwenye Luka 18:1 inasemaje? Imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. Imewapasa, obedience. Kumbuka tunazungumzia nini? Obedience. So a man or a person who has attained some status in this journey of spiritual growth ni mtu ambaye anakuwa na kiwango kikubwa cha utii kwenye maelekezo ya neno la Mungu. Are we together, men of God? So if we does not see the obedience of you in the word of God, something is wrong somewhere with you. Hallelujah. Sasa leo natamani tujifunze leo, mama nataka tujifunze. Bwana asifiwe. Kala dosta pala naba. My God. Mwambie mwenzako neema iko hapa. Grace is here. Neema iko hapa. Thank you Jesus. I will never be the same after your grace. Life must change. I will never be the same after your grace. My life must change. I will never be the same after your grace. My life must change. I will never be the same after your grace. My life must change. Thank you, Jesus. I will never be the same because I have touched the grace of God. My life has changed. Hallelujah. Sasa tumeanza kujifunza kwa hizo siku zote, yani bado ni msingi, ni kama we are just laying the foundation. We have not started yet to learn what we are supposed to learn. Are we together, men of God? Leo nimekusudia tujifunze kwenye mambo especially kuhusiana na imani zaidi kwenye hii safari ya ukuaji wa kiroho. We will learn the matters of faith. Lakini kabla ya kwenda hapo nataka nijaribu kudescribe mambo machache. Are we together, men of God? Jambo la kwanza ni nini maana ya wokovu? Are we together? Nini maana ya wokovu? Nini maana ya wokovu? Are we together? Yaani kuna mtu anashangaa, mbona kama unatupeleka nyuma, sikupeleki nyuma na nakupeleka mbele, mtu wa Mungu. Haleluya. Nini maana ya nini? Ya wokovu. Kwa sababu I have come to understand there are some people here among us ambao those basic knowledges they don't even understand them. Are we together? So we are going to learn. Are you recording the video or what are you doing? Okay. Are we together? Nini maana ya wokovu? Many of us have heard many definitions about what is salvation. Kuna mtu kumwambia nini maana ya wokovu, anasema wokovu ni kufanya, ni kuacha maisha ya dhambi. Wokovu, actually that is not it. Ila ndani ya wokovu kuna kuishinda dhambi. Sawa? Are we together, men of God? So what is salvation? Nini maana ya wokovu? Nimetoa maana kadhaa zinazoelezea au nimetoa milinganyo kadhaa ambayo inaweza kumsaidia mtu kuelewa nini maana ya nini ya wokovu. Wokovu, kitu cha kwanza kazani, unataka kujua wokovu ni nini? Wokovu ni kuzaliwa mara ya pili. That is the first thing that can describe what is salvation. Salvation is an act of being born again. Are we together? Yohana Mtakatifu sura ile ya 3. Yohana Mtakatifu sura ya ngapi? Ya 3, kuanzia mstari wa kwanza. Unapaswa kusoma pale pote. Yesu alisema mtu hawezi kuingia katika nini? Katika ufalme wa Mungu asipozaliwa mara ya pili. Kwa kuzaliwa huku mara ya pili ni kuzaliwa katika nini? Katika roho. Are we together? Kwa definition moja hapo ambayo nimeweka hapa kwamba wokovu ni kitendo cha kuzaliwa mara ya pili au kiroho kwa njia ya imani.
Wokovu ni kitendo cha kuzaliwa mara ya nini? Ya pili au kiroho. Huku kuzaliwa mara ya pili ndio kuzaliwa kiroho. Kwa njia ya nini? Ya imani. Kumbuka leo tunajifunza nini? Tunajifunza ishu ya nini? Ya imani kwenye safari ya ukuaji wa nini? Wa kiroho. Kiuhalisia ni kwamba Biblia inasema tumeokolewa kwa nini? Kwa neema. Kwa njia ya nini? Ya imani. Maana yake bila imani hata kama neema ipo hauwezi kuokolewa. So it takes faith for you to be saved. Kwenye Tito 2:11 sasa neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote. Hiyo Tito 2:11 sasa neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Kwa hiyo neema inaokoa wanadamu wote. Jiulize wewe, kuna watu tu hata unakuta tu ni ndugu zetu au wanafunzi wetu hawajaokoka. Ila neema inayookoa wanadamu wote imeshafunuliwa. Sasa unatakiwa ujiulize swali kwamba kwa nini mimi nimeokolewa alafu hao wenzangu hawajaokolewa? Kwa sababu hawajapata imani. Kwa sababu tumeokolewa kwa nini? Kwa neema, au tunaokolewa kwa neema kwa njia ya nini? Ya imani. Inapaswa iwepo nini? Imani. Kwenye Warumi 10 mstari ule wa 9 na wa 10. Warumi 10 mstari wa 9 na wa 10 anasema kwa moyo mtu huamini. Kwa moyo mtu anafanyaje? Anaamini. Alafu kwa kinywa anakiri. Maana yake ni nini? Usipoamini moyoni, unakiri tu kwa kinywa, wewe hujaokolewa wala hujazaliwa mara ya pili. Tuko pamoja? Kwa wale wanaongozaga sala ya wokovu tu, alafu anakiri tu kwa kinywa, lakini hajaamini moyoni, huyo hajaokoka wala hajazaliwa mara ya pili. Tuko pamoja? Anaamini nini? Hilo ni jambo lingine la msingi. What do you believe? Asa kwamba ukiamini kwamba Mungu, mstari wa ile nimesema ni Warumi 10 mstari wa 9 na wa 10. Mstari ule wa 10 anaeleza kwamba ukiamini kwamba Mungu alimfufua Yesu katika wafu. Ukiamini kwamba Mungu alimfufua Yesu katika nini? Katika wafu. Kinachokufanya wewe uokolewe sio Yesu kufa msalabani, ila ni the resurrection of Christ. Kufa what is it? Tunakufa yani kimwili. All people are dying. Ndio maana kuna watu wanamfuata mtu ambaye yeye mwenyewe alipokuwa amekaribia kufariki akasemaje? Hivi tukifa tunaenda wapi? Yaani kuna watu ambao founder na kiongozi wa imani yao, yeye mwenyewe alikuwa hajui akifa anaenda wapi. Lakini sisi tunamfahamu mtu ambaye anasema cha kwanza yeye ni njia. Kabla meso talahadia suba, I am the way, the life. Mimi ndimi njia, kweli na uzima. Alafu kuna watu ambao kiongozi wao yeye mwenyewe anasema after dying where will I go? Yesu anajua kama amekuja duniani anaagiza la Baba. Ana Yesu anajua kama hata mtu ili aende mbinguni afanye nini, lakini kuna mtu ambaye hajui. Ni hatari sana ukiongozwa na kipofu na udumbukia shimoni. Tuko pamoja na alifa Mungu. Sasa hapa nataka tujifunze hili jambo kwa uzuri kabisa. Pale anasema nilichokuambia ni kwamba kinachokufanya wewe upokee wokovu au ni kuamini ile kazi ya msalaba, kufa na kufufuka kwa nani? Kwa Kristo. Ndio maana kusema kwenye Warumi sura ya 6, haleluya. Warumi sura ile ya 6 anasema, je, tuendelee kutenda dhambi ili neema iwe nyingi? La hasha. Anasema sisi tuliokwisha kufa pamoja na Kristo katika mauti yake kwa njia ya ubatizo wake. Yaani we died with Christ. Unajua Biblia kwenye Wakorintho wa 2:5-17 anaposema hivi, tazama mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Unajua huu upya unaopataje? Unapoamini tu ile, unapoamini kwamba Yesu alikufa akafufuka kwa ajili yako. Unajua maana yake ni nini? Na unabatizwa katika ubatizo wa Kristo. Maana yake ni nini? Na wewe umekufa ukafufuka. Ndio maana wewe una maisha mapya. Unakuwa ni kiumbe kipya. Mambo ya kale yanakuwa yamefanyaje? Yamepita. Kwa hakuna laana za mababu wala za ukoo wa kina Mbuba. Kuna mtu nikisema ukoo wake atakasirika, basi hakuna laana za kina Mbuba wala matambiko wala manini atakayonipata mimi. Kwa sababu gani? Ile siku tu niliyoamini, niliokoka, mimi tena sitambulikani rohoni kama tu Yusufu Mbuba wa ukoo wa kina Mbuba, ila ninatambulikana kama nani? Yusufu mwana wa Mungu. I am a son of God. Mimi ni mlisi wa baraka za Ibrahim kwa njia ya imani. Sasa mimi sitambulikaniki tena kama mtu aliyetoka sijui wapi. No, I am a man from heaven. Yes, ulimwengu hawatambui ninyi kwa sababu ninyi sio ulimwengu. Asili yako sio ya ulimwengu. Haya yote
yote ambayo ni mambo ambayo mtu anapaswa kuyafahamu kwenye safari ya ukuaji wa kiroho, kwa sababu there are some people who does not understand who they are, na wanatusumbua sana kwa sababu tu wajiji wao ni kina nani. Bwana asifiwe. Kuna mtu anacheka na yeye yuko hapa hapa. Haleluya. Tuko pamoja na elimu ya Mungu. Yaani we must grow up. So, mojawapo ya vitu ambavyo vinajitokeza kwenye safari ya ukuaji wa kiroho tulivyojifunza ni kwamba we get to know our real identities. We get to know our real identities. Na hili jambo leo pia nimekusudia kabisa tujifunze. Yaani our identities. Who are we? Sisi ni kina nani? Yaani unajua mtu akikutana na wewe ni nani? Mimi I am not, unajua ngoja nikwambie kitu kimoja. Kuna watu mtu akikutana akisema wewe ni nani? Kwanza kuna mtu akiitwa hivi mwana wa Mungu. Akiitwa mwanafunzi anafikiri ni kumkosea heshima. Na watu wanafikiri kusema mimi tu ni mwana wa Mungu, wanafikiri kama amejinyenyekeza, amejishusha. Ila hiyo ni ignorance. They don't even really know. When you say I am a son of God, that kind of authority. Yani being a son of God is higher than being an apostle or a prophet. Kuna mtu kimuita mwana wa Mungu ananuna. Ile kimuita prophet and apostle anasema Bwana we. You don't know that. Yani Bwana siwe. Hallelujah. So hapa tunatazama ni nini? Nini maana ya wokovu? Na nikana kuonyesha kwamba kule kufa na kufuka kwa Yesu ndio kunapotufanya sisi tuweze kufanyaje? Kuupokea huu wokovu. Tuweze kuipokea hii imani. Zingatia, unazaliwa mara ya pili kwa njia ya nini? Ya imani. Ni kwa nini? Ni kwa imani. Biblia inasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Maana kama kimezaliwa kwa mwili, care zote zinatakiwa ziwe za nini? Za kimwili. Kilichozaliwa kwa roho ni cha rohoni. Maana care zote zinatakiwa kuchukuliwa nini? Kiroho sasa. Sasa unachukuaje hizi care kiroho? Ni kupitia nini? Imani. Ndio maana hauwezi kaiondoa imani au safari ya imani au imani kwenye ukuaji wa nani? Wa mtu. Are we together, men of God? Tuko pamoja na watakatifu wa Mungu? Wokovu au kuokolewa ni kitendo cha kuhamishwa kutoka katika ufalme wa giza na kuja kwenye ufalme wa Mungu kwa neema. Are we together? Wokovu au ile mtu kuokoka, yani ile wokovu ni kitendo cha kuhamishwa kutoka katika ufalme wa giza na kuja katika ufalme wa nani? Wa Mungu kwa neema. Biblia inasema alitununua kwa damu ya thamani. Alifanyaje? Alitununua kwa damu ya nini? Ya thamani. Maana yake ni kama kuna bwana mwingine alikuwa anatumiliki, tunamtumikia, ila akaja kutununua. We were serving the kingdom of darkness, but Christ came to save us. He bought us. Bwana asifiwe. Sasa mmenunuliwa kwa damu ya thamani, si kwa vitu viharibikavyo. My God. Mmenunuliwa kwa nini? Kwa damu ya thamani, sio kwa vitu viharibikavyo. Na hivyo vitu viharibikavyo mmevitaja, sio fedha, sio dhahabu, sio nini. Maana yake ni nini? Thamani yako. Mojawapo ya kitu ambacho unakipata au unakielewa kwenye safari hii ya ukuaji wa kiroho ni kuitambua thamani yako halisi. You get to know your real value. Tunaelewa na taarifa Mungu. Kwa maana na Darehema hapo au yeyote ambaye yuko hapa, unatakiwa ufahamu kwamba thamani yako wewe nini? Thamani yako wewe. Kusanya takataka za utajiri wote wa dunia haviwezi kukukomboa wala kukuokoa. Tuko pamoja? Ndio maana nafikiri Boaz Duncan alimba, alikuwa amekoti nafikiri kwenye ile Waebrania, ambaye anasema kama yani anasema damu ya mbuzi, damu ya kondoo haikuweza kumkomboa mwanadamu. Sio Bwana wewe ni mwema kwenye huo wimbo. Sasa sikiliza, Agano la Kale walikuwa wanatumia damu ya nini? Ya kondoo, sijui ya njoo kwa ajili ya kujitakasa dhambi, na ilikuwa hiyo inatakasa sadaka hiyo utoe kila mwaka. Lakini alipokuja Kristo, alikuja kuleta msamaha wa dhambi nini? Ulio kamili. Sio kila wakati uwe unafanyaje? Unaenda kutoa sadaka za nini? Za utakaso. Kuna watu huko duniani na wewe unayenitazama, kuna watu mnaambia mtoe sadaka za utakaso, sadaka za ukombozi ni udanganyifu na ni uwizi. Sadaka ya utakaso ni damu ya Kristo.
only the blood of Christ can cleanse us. And the word of God. Hakuna sadaka ya ukombozi, Kristo peke yake. Only Christ is the what? Is an offering of redemption. Kwa ukiambiwa leta 200,000 kwa sadaka ya ukombozi ni utapeli na wizi. Na kwa nini sasa unatapeliwa na wewe unaenda tu unatoa? Kwa sababu huna maarifa. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Sio wanaangamia. Watu wengi mnasemaga wanaangamia. Anasema wanaangamizwa. Unajua kinachoangamizwa kuna nguvu nyingine ya ziada inayoangamiza. Tuko pamoja na taarifa Mungu. Are we together, men of God? Okay. So, nimeeleza kwamba unapata kutambua thamani yako kwa usahihi. Kwenye safari ya ukuaji wa kiroho unaitambua thamani yako kwa usahihi. Yaani wewe ulivyo wa thamani. Ndio maana unatakiwa wewe ukijigundua thamani yako utaacha yale maisha ya kwamba hivi mimi bila wewe siwezi kuishi, bora nijiue. Bwana wewe tafadhali. Bila wewe huyo nani? Wakati Kristo aliamua kuja duniani kulipa gharama kwa ajili yake. Who is that person? Hata mwingine hata hajaokoka. Na kusikitikia ndugu yake. Tuko pamoja? Yaani bila wewe mimi bora nife tu. Na umeokoka. Wewe ni mjinga kabisa. Sasa ndipo kukupa ukweli na maarifa. Haleluya. Kuna mtu nikisema hivyo anakasirika. Ananisema sikusemi. Ndio nakwambia ukweli. Bwana asifiwe. Nilikuwa namsikiza mtumishi wa Mungu mmoja, Pastor Irene, akasema hivi, if a person tells you you are a fool, na unakasirika, maana yake ni kweli wewe ni a fool. Kwa sababu mtu akisema hivi, wewe ni mweupe, alafu sio mweupe. Sasa shida ni sio mweupe bwana, sawa? Yaani sasa, mtu akisema hivi, wewe ni mpumbavu, kuna akili. Unaanza wewe kama una akili zako, kwa nini upishane na mpumbavu? Umeambiwa mpumbavu kwanza, hata kuna mtu anatakiwa hata kujibishana naye. Au ndio kama message kwa? So awaliani tunataka tujaribu kufahamu uhalisia wetu, utambulisho wetu, baadhi ya vitu vichache. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa mpaka hapo tu thamani yako kwanza kwa kuangazia hicho kigezo. Yaani dhahabu zote za dunia, vitu vyote vilikuwa haviwezi kukukomboa wewe isipokuwa damu ya, isipokuwa Kristo mwenyewe, the life of Christ, the life of God himself. Yasema Mungu mwenyewe alikuwa ndani ya mwanadamu Kristo Yesu akitupanisha sisi na nafsi yake. Maana God himself was the only being that could save us. Ni Mungu peke yake. Je, unajua hivi? Na unajua yote hayo Mungu anayafanya kwa ajili ya nini? Kwa sababu ya upendo, anakupenda. Huyo ambaye unasema hauwezi kuishi bila yeye kuwepo, ameshawahi kujiua na kufa kwa ajili yako. Amelipa gharama gani kubwa? No, you must understand the things. Kuna vitu unatakiwa unavipima. Tuko pamoja watakatifu wa Mungu. Are we together? Yaani huyo kama amekuacha, amekuumiza, amefanya, huyo atapita. Kama you are in Christ, you are in God. God, Mungu anawajibika na watu anawapenda. He will give you the best version you have never ever seen. Sisi tunaelewana watakatifu wa Mungu. Amen. Anaanza kufundisha mahusiano. Haleluya. Bwana asifiwe. Wokovu ni tendo la imani linalompa maisha mapya kila aamini. Haleluya. Wokovu ni tendo la imani linalompa maisha mapya kila anayefanyaje? Anayeamini. Haleluya. Amen. So, it makes us to understand who we are. Yaani wokovu unatufanya sisi tupate kujielewa sisi halisi ni kina nani. Salvation, it makes us to understand who we are. Are we together? Among the identities which we have after becoming born again, we carry the identity of being a believer. Yaani your first identity is a believer. Yaani utambulisho wako wa kwanza, wewe ni muamini. Wewe ni nani? Ni muamini. Ndio maana umeokolewa kwa imani. Kwa kama ni kwa imani, wewe ni mtu aliyeamini, kwa wewe ni muamini. Yaani wewe ni nani? Mimi ni muamini. Yesu alipokuja akasema hivi, nimekuja kuleta dini ya Ukristo au nimekuja kuwaleta Wakristo. No. Christ alivyokuja
Angalia, ukisoma kwenye Marko, nafikiri ni Marko 16 kule asemaje? Ishara hizi zitafuatana na hao waamini. Huyu ni Yesu. Asema ishara hizi zitafuatana na hao wafanyaje? Waaminio. Kwa Yesu alikuwa anawatambua watu wanaomfuata kama watu gani? Waaminio, believers. Kwenye Mathayo anasemaje? Anasema enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa nini? Wanafunzi. Utambulisho wako mwingine ni kwamba you are a disciple. Wewe ni mwanafunzi. Na kama ni mwanafunzi maana yake lazima ukusudie kuwa unajifunza siku kwa siku. Na tunajua mtu anayejifunza kuna kiwango cha maarifa kipi anakipata na kuna levels anapanda. Si ndio watu wa Mungu? Kwa hiyo you are a what? You are a disciple. Bwana asifiwe. Utambulisho mzuri zaidi. Hizi nataka nizitaje hapo, nitaelezea moja kwa leo. Utambulisho mzuri zaidi ni kwamba you are a son of God. Yaani wewe ni mwana wa nani? Wa Mungu. Kwa mimi sijaishia tu kuwa Yusufu mtoto wa Denson. Ila ninaitwa Yusufu mtoto wa Denson hapa duniani, lakini ni mwana wa Mungu ambaye ameumba mbingu na nchi. Vyote vijazavyo dunia na nini ni mali zake. Ni raha gani kuwa na baba kama huyo na kuwa na utambulisho kama mtu wa Mungu? Haleluya. Yaani kuna mtu anaitwa hivi, ni mtoto wa wokovu Mungu. Yaani kuna mtu utambulisho wako umeishia hapo. Lakini kuna mimi ambaye ni Yusufu mwana wa nani? Mwana wa Mzee Denson, lakini inaongezewa kakipande. Ni mwana wa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, anayotangaza mwisho mwanzoni. My God. My God. Yaani kwa unatoa ujue hayo yote. Unajua usipojua hiyo kuna vitu utavikosa. Ukishajua kwamba okay, kumbe nikishaingia kwenye imani, Mungu ni baba yangu. Mungu ni nani? Ni baba. Tulipokuwa watoto ile kwenye level ya utoto hata sasa hivi. Ila kwenye ile level ya utoto, ile level ya utoto ndio inayo prove imani sahihi. Mtoto ilikuwa hata akitokea labda mlete wewe komando. Yaani yule komando ambao unasema ni komando kabisa, yule yuko well trained. Mlete. Ajaribu kukatishia katoto. Unajua katoto katasemaje? Nitamwambia baba. Yaani hata kama baba yake hata sio mgambo yani. Ila akasemaje? Akasema nitamwambia baba. Kwa sababu anaamini there is a strength in a father. Sasa hiyo sio ya kwamba ni sasa Mungu yeye anajua ndio wewe ni chokonoa tungine kusemelea baba wa mbinguni. Haleluya. Mungu anasema atakayewagusa ninyi ni kama nagusa mboni ya jicho langu. Yaani yuko najua mboni ya jicho. Wangapi mnajua how sensitive eyes are? Yaani hata wewe mwenyewe ukijaribu kujisogezea kidole utafumba. Au tena wewe ukiwa unajisogezea unaweza ila akikusogezea mtu mwingine unafumba kwa haraka. Sasa try to imagine that thing. That is the care which your father is taking for you. Ndio maana kuna mambo utakiwa kujihangaisha nayo sana. Tuko pamoja? Asa kabla ya mambo yote ninataka dua, sala na maombi vifanyike. Yaani before anything. Sasa unajua kuna shida ya watu, tutakuja kujifunza kwenye hii safari, kwenye department ya maombi. Kuna mtu kimwambia maombi, jana nilikuwa naongea na dada Noti kwenye department ya maombi. Kuna mtu kimwambia hivi, sasa tutaenda kupata dakika kadhaa za kuomba. Ananuna na kukasirika kwa sababu gani? Anajua maombi ni kwenda kulia. Yaani the only definition anayo ya maombi ni kulia. Kweli unajua mtoto na nafasi ya kwenda kulia kwa baba. Yaani ukiumizwa, ukipigwa unaenda kulilia. Tena watoto wanakimbiaga kwa mama au kwa baba. Kwamba nimepigwa. Sasa wewe hujapigwa alafu unaenda kulia, hata Mungu anakushangaza wewe vipi naye? Mbona analeta mambo ya utoto? Tuko pamoja. So in prayer, kwenye nini? Kwenye maombi. Kumbuka hapa nimezungumza kwamba utambulisho wetu mmoja hapa ni nini? Ni wanafunzi. Lakini pia sisi ni wana wa Mungu. In order for you to grow, Wagalatia ile sura ya 4 mstari wa kwanza anasema mlifu wakati wote anapokuwa ni mtoto ni sawa na mtumwa angalikuwa ni bwana yote. Yaani mlifu. Kumbuka wewe ni mrithi wa baraka za Ibrahim kwa njia ya imani. Wewe ni mwana wa Mungu. Lakini as long as wewe ni mtoto utakuwa sawa na mtumwa. Maana yake ni nini? Vitu vipo kwa ajili yako ila hautavimiliki. Kwa watu wote wanaokataa kukua au kuiendea safari ya ukuaji wa kiroho ni watu ambao pia wamekataa au hawataki kudhihirisha urithi wao au yale mambo mazuri yote ambayo Mungu ameyakusudia kwa ajili yao. Kwa mfano, ikitokea mimi, unajua mimi Mungu aliyonikusudia ni makubwa
Mungu amenikusudia kwa mfano, yaani mojawapo ya urithi wangu ni kufanya miujiza ya kupita kawaida. Biblia sasa Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida. Unajua akisema miujiza ya kupita kawaida maana yake ni ile ambayo haijawahi kusikia. Sasa mojawapo ya urithi, mojawapo ya package ambayo ipo kwangu, sijajua kwa wokovu wala wewe, ila kwangu mimi ni kufanya miujiza ya kupita kawaida. Lakini sasa nisipokuwa siwezi kudhihirisha hivyo vitu. Yaani kwa mfano nawaambia kabisa kwamba muda utafika hapa sasa hivi. Ajali kitokea watu wamekufa, si mtu kichwa kimekatika, mguu umekatika, si mwingine ubongo umetawanyika. It will come to pass. Yaani mojawapo ya package kwenye urithi wangu kwamba ninaenda pale, ninaamuru vile vitu virudi na watu wanarudi kwenye uhai. Sisi tunaelewana? Ndio nimesema kwa usahihi, wala sio kiburi wala sio mainuko. Ni ule uhalisia wangu. Ninawaambia kabisa siku zote hapa kuna watu mna ujinga wa uzima. Sio kwamba mna unyenyekevu. Tuko pamoja? Kwa haya yote yatafanyaje? Yatatokea. Ila nikifanyaje? Nikikua. Kwa sababu kuna vitu Mungu pia hakupati kwa sababu vinaweza kukuangamiza. Kwa Mungu akinipima kiwango changu cha ukomavu wa sasa hivi, anaona Yusufu nikiweza tu kumfanya afanye huu muujiza, ataanza kusema mimi ndo mimi. Mtasema nini? Kiburi Pro Max. Anajua you will die. Atakuta destroy kabisa kila kitu, vitu vyote vya Mungu alivyoweka ndani yako. Mungu anazuia hivyo vitu usifanyaje? Usivipate. Lakini when you grow up, kwani kuna kitu ambacho nataka nitolee mfano fulani ambao nafikiri wote mnaweza tukauelewa na msijisikie vibaya. Kwa mfano, binti akiwa anakuwa, binti akiwa anafanyaje? Anakuwa. Hata kijana wa kiume. Binti kwa mfano akiwa anakuwa, anavyokuwa kuna features kwenye mwili wake ambazo kwa sababu tu anakuwa zinaanza ku-emerge na ku-display. Ukikachukua kabinti kadogo na mtu mzima ni difference, si ndio? The same applies kwenye spiritual growth. Unapokuwa kuna ukomavu unaofikia, automatically kuna vitu vinafanyaje? Vinaanza ku make manifest. You don't use efforts. So there are some people who are using efforts kwenye kwenda kutap anointing, tap. Kuwekewa mikono, nimewekewa mkono na mwalimu wa Pasege, nimewekewa mkono na Tony Kapwa, nimewekewa mkono na Bishop Steve nane, nimewekewa mkono na Apostle Robe, my dear friend. Unaweza kuwekewa mkono na watumishi wote very anointed hapa duniani. Ila kama hujakuwa, you can never make manifest of things which you went there to be laid on of hands. Tuko pamoja? Yaani kama hujakuwa, iko hivi, kuna some impartations, kuna aina ya mawekezo, ili uyapokee inabidi umejifunza. Angalia, tazama kwa msingi sana, tunapomsisitiza. Mungu alikuwa amekusudia kumfanya Elisha kuwa a senior prophet baada ya Elia, si ndio? Sasa Mungu kwa nini hakusema tu Elia nenda kwa Elisha kamwekee tu mkono, tayari ameshapata upako na nguvu, amekuwa next senior prophet? Kumbuka kipindi hicho Elia anataka kuondoka, Bwana niue, ila Mungu aliingia gharama ya kumleta malaika amweza kumlisha nani? Kumlisha Elia apate nguvu. Bado safari yako ni ndefu. Jumapili iliyopita niliwaambia, when you grow up spiritually, you secure the foundation of many people to rise. Yaani unapokuwa kiroho unaweka msingi na unahakikisha hatima ya watu wengi kusimama. Kwa wewe unapogoma kukua kiroho, maana yake unasema sitaki watu wote ambao Mungu ameniweka mimi niwe msaidizi wa hatima yao wasogee mbele. Kwa maana huo ni ubinafsi. Mojawapo ya vitu vinachotokea kwenye safari ya ukuaji wa kiroho ni kwamba you kill the selfish mentality. Unaua ule ubinafsi. Au together men of God? Tuko pamoja na arifa Mungu. Kwa kwenye safari hii ya ukuaji wa kiroho, angalia, Elisha haikutokea tu siku moja kwamba Minza njoo, nasikia nikuwekea mkono na utakuwa ni mwimbaji wa kimataifa. Yaani hilo tu. Yaani vijana sasa, yaani watu wengi wanachotaka sasa hivi. Ndio maana hata kisikia impartation service. Yes, anaenda. Ila akisikia kwamba kutakuwa na discipleship classes. Haji. Hujui kwamba, yaani mimi nakuhakikishia pastor, unanielewa? Nakuhakikishia mtu ambaye ataamua kukaa kwenye wanafunzi na mtu ambaye atakuwa kizurura, hata kama ana gharama zote za kwenda kwa watumishi wote hapa duniani, mtu mmoja ambaye ameamua kujicommit kwenye discipleship, ninamfundisha hapa. Na mtu ambaye atazurura kwa watumishi wote wakubwa kwenda kuwekea mkono, huyu ambaye mimi ninamfundisha atakuwa na matokeo makubwa ndani ya muda mchache kuliko yule ambaye anazurura huko kote.
Ni kanuni. The kingdom works by principle, operate by principle. Kingdom is run by principles. Mojawapo ya kanuni iliyowekwa ni hiyo ya kuwekewa mkono. Safi kabisa. Lakini kanuni zingine zipo, watu wengi wanataka kunyoka na kukimbia na kanuni moja, hautoboi. Ndio maana hata kwenye ukuaji wa kimwili, ukiwa tu unakula wanga peke yake, kuna shida. Unakula tu protini peke yake, kuna shida. Kwa mfano tulikuwa tunasoma, nafikiri miaka hiyo tulikuwa tunasoma sayansi ya shule ya msingi, walikuwa wanatuonyesha sijui wale watoto waliokosa sijui vyakula gani wanakuwa na ile kama kwa shako sijui kifadulo, yani kama kale katumbo kanakuwa karefu hivi. Sasa yani ile ni nini? Ni kwamba wameamua kufocus na chakula kimoja, ndio kinachotokea na wewe ukiwa na focus kutaka tu kuwekewa mikono. Na hao wengine wanawekeaga mikono sana, ndio wanaweza wakakuja na mambo ya ajabu kabisa. Wanaweza wakawa invaded even with demonic forces. Kwa sababu mtu yoyote yule ambaye hana maarifa, hana kweli, hawezi kutofautisha. Biblia inasema akili za watu wazima zimezoezwa kufanyaje? Kupambanua. Zimezoezwa kupambanua kwa sababu wanakula chakula kigumu. Lakini watoto, Biblia inasemaje? Kwa watoto, kwenye ile Mtakatifu sura ya 3 tu pale anaweza kwamba hivi, tuna watoto, mtu ambaye amezaliwa mara ya pili ni anaeleza kuhusiana na nini? Upepo na uvuma upendao, haujui unakotoka wala unakwenda. Ni sawa na hali ya mtu aliyetoka kuzaliwa mara ya pili, yule mchanga. Maana yake anaweza kuchukuliwa na kupepereshwa na namna zote zile. Kwenye ile Waefeso sura ya 4 pale alipoelezea kuhusu mitume, manabii kwa lengo la kuwakalisha, asemaje? Ili tusiwe tena watoto wachanga tunaochukuliwa na upepo wa kila fundisho. Mtu ambaye ni wataptap, hataki kukaa kwenye wanafunzi, ni mtu ambaye hata akiwaambiwa hivi ili upate upako inabidi nizini na wewe, mimi nakwambia wewe mtu anaweza kufanya hivyo. Yaani kwa nini? Hana maarifa. Yeye anataka tu nini? Ni anointing. He or she does not understand principles. Sio tu kama moja watu wazuri wa Mungu. Au tujeri. Kwa hiyo sasa haya ni mambo ya msingi ya kuyazingatia sana. Especially kwa tunazungumzia eneo gani? La kama wana wa Mungu. Kwamba mwana wewe ni mrithi. You are a partaker of many things. We are heirs with Christ. Sisi ni warithi pamoja na nani? Na Kristo. Ndugu yangu, mrithi pamoja na Kristo. Kristo anasemaje? He sits above all authorities and principalities. Ameketi, yani ana mamlaka juu ya mamlaka zote, falme na vitu vyote. Huyo ni Yesu ambaye wewe ni mrithi pamoja naye. Ndugu yangu Samueli Sam, je, na wewe ndo au na wewe ndo wale wa mtumishi wa Mungu leo wachawi wamenikaba? Yaani Kristo ambaye wewe ni mrithi pamoja naye, yaani all those principalities ziko chini yake. Alafu a demon au a witch dares to come, anakuja. Unajua kuna uelewa ukishaupata, kuna maarifa ukishayakamata. Haleluya. Imefanya nini? Imesha chaji. Haleluya. Okay. Kuna maarifa ambayo ukishayapata sasa